Hivi unajua kwamba kwenye maisha haya sio kila wakati utapata watu wa kukuonea huruma. Yaani kuna majira utapita kweli kuna watu watakuonea huruma, lakini kuna vitu ukivipitia hakutakuwa na mtu wa kukuonea huruma. Yaani kuna wakati machozi utalia, hakutakuwa na mtu wa kukufuta. Itabidi tu ujikaze ujifute mwenyewe. Kuna wakati utaanguka chini, hakutakuwa na mtu wa kushika mkono kukuinua. Itabidi tu upambane uinuke mwenyewe. Kuna wakati utakuwa na huzuni, hakutakuwa na mtu wa kukufariji. Itabidi tu ujifariji wewe mwenyewe. Kuna wakati utabakia peke yako na hakutakuwa na mtu wa kukusogelea, kukupa joto na kukutia moyo. Itabidi tu ujiambie, hata kama nimebaki peke yangu, nitaamua kusonga mbele. Majira kama haya watu wengi wakiyapitia huwa wanapoteza muda mwingi sana, na mara nyingi wanasubiria vitu ambavyo havina uhalisia. Matokeo yake wanashindwa kufika kwenye ndoto ambazo walikuwa nazo. So kuna vitu nataka uvizingatie, kwamba kuna wakati kuna mizigo utaibeba mwenyewe. Unajua kuna wakati unaweza kuwa na madeni, alafu akatokea mtu akakusaidia akalipa yale madeni. Alafu kuna wakati kuna deni litakung'ang'ania na ukiliangalia kama ni dogo fulani hivi, na watu wote wanaokuzunguka unaowaambia unaona kama wanaweza kukusaidia, alafu hakuna anayekukumbuka kwenye ile eneo. Hayo majira yanakuwepo. Kuna wakati utajiona kama vile mtaji umeshuka, kazi una, na watu wanaona kama wanaweza kukusaidia lakini hawajitokezi. Kwa nini na kwa hivyo? Kuna sababu ya msingi sana ambayo ukizijua sababu zitakufanya uache kulaumu na badala yake upate vitu vinavyoambatana na hii sababu. Sababu ya kwanza kabisa ni kwamba kuna misuli unayoijenga. Unajua hakuna mtu anaweza kaenda gym kwa niaba yako. Sijui kama unafahamu hicho kitu. Na hata kama unampenda mtu kiasi gani, huwezi ukaenda gym kwa niaba yake. Yaani mimi niende gym afu mtoto wangu atengeneze misuli. Ndio maana mtoto wa Mike Tyson hawezi kuingia ulingoni kwa jina la baba yake. Haiwezekani. Mtoto wa pilot hawezi kaenda airport kurusha ndege kwa sababu baba yake ni pilot. Haiwezekani. Yeye mwenyewe lazima atumie muda kujifunza. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu ameshajua unakoelekea. Akikuangalia namna hii anaona wewe kuna mahali unaenda na kule mbele kuna mapambano utakutana nayo. Na yale mapambano utakuwa peke yako. Sasa ukizoea hii ukilia kidogo tu mtu ametokea amekusaidia nini, anasema ukule kesho utashindwa. Kwa anachofanya nini? Anakujengea misuli. Ujifunze kusimama peke yako, kwa sababu kuna siku utasimama peke yako. Hao unaowaona leo kuna siku hawatakuwepo. Kuna vita ambayo utabidi upigane peke yako. Kwa hiyo Mungu anaondoa wale watu kwa makusudi ili ujenge misuli ya kusimama wewe mwenyewe. Na ukiweza kwenye hilo jambo, sio kwa hasara yako, ni kwa sababu kesho kuna kitu kikubwa zaidi ambacho utahitaji usimame mwenyewe ili uweze kushinda. Lakini jambo la pili ni kwamba Mungu ameshaandaa njia ya kukutoa. Unajua kuna wakati wewe ukipata shida unasema hapa mjomba fulani ndo atanitoa, rafiki yangu fulani ndo atanitoa. Unajua kwa mfano ukiwa na shida hela, haraka haraka tu kuna watu wanakuja kwenye akili yako, kama nikimpigia huyu na huyu na huyu akinipa wewe hawezi kushinda kunipa milioni 1, wewe hawezi kushinda kunipa 200,000, wewe kushindwa kunipa 100,000. Waga tunapanga hizo bajeti zetu, afu tunapiga simu, jamaa kwa yani bora ungeniambia jana, yani ndo nimetoka kulipa kodi. Sasa hayo mambo yakitokea gani disappoint, na mara nyingi yakitokea tunafikiri kwamba basi hakuna namna ya kutoka. No. Ukiona hivyo ujue kuna njia nyingine ambayo pengine hata hujawahi kuifikiria au kuiwaza. Mungu ameandaa wewe kukutoa kwenye hiyo changamoto yako. Kwa hiyo usifikiri kwamba eti ndio nimefika mwisho. Ukiona umebaki peke yako, maana yake unatakiwa ukuze imani yako na umbe Mungu, kweli najua watu ndio watarajia hawakunisaidia, lakini mimi nakuamini wewe una njia ya kunisaidia. Ndio maana kwenye maandiko tunafundishwa, anasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, ambaye amemfanya mwanadamu kwa kinga yake. Kwa nini? Kwa sababu siku zote wanadamu watakuleta down, lakini amebarikiwa yule ambaye anamtegemea Mungu. Kwa maana yake ni kwamba Mungu kumbe ana njia zake za kukutoa wewe kwenye changamoto. Kwa sababu kuna matatizo ambayo, nisikize vizuri, kuna matatizo ambayo wanadamu hata ukiwaambia wanachoweza kufanya ni kukufariji tu. Hawana namna ya kukusaidia. Mungu peke yake ndiye anaweza kukusaidia. Ukifika kwenye point hiyo, jua kwamba kuna njia Mungu ameiandaa ya kukutoa hapo ulipo. Lakini jambo la tatu ni kwamba anakuepusha na matatizo ambayo yataambatana na wale watu watakao kusaidia. Sio kama unafahamu kuna watu ambao wamesaidiwa vitu huko nyuma, na leo hivyo vitu au watu wamekuwa mtego kwenye maisha yao, wamekuwa mwiba kwenye maisha yao. Yaani mtu alimsaidiaga mtaji, alimsaidiaga kutafuta kazi, alimsaidiaga kupanua biashara, alimsaidiaga kuanza kusafiri kwenda nje ya nchi, alimsaidia kupata nafasi, lakini wale waliowasaidia wamegeuka kuwa mwiba, wanawatesa, wanawaumiza, wanawakandamiza, wengine hata wanawatumia kwenye vitu ambavyo hawakuwa wamekusudia. Kwa hiyo unapoona watu hawakusaidii kama ulivyotarajia, sio tu kwamba ni laana, wakati mwingine kutokusaidiwa ni baraka. Kwa sababu watu pengine wangekusaidia, kesho wangekutesa. Wengine sio kukutesa, wangekunyanyasa. Wengine sio tu kunyanyasa, kesho wangeongea sana mbele za watu.
wangekusema vibaya, huyu alikuwa anaishi tu chini ya mtaro, huyu, wanakudhalilisha. Kwa Mungu ameshajua hawa watu kweli watakusaidia, lakini moyo wao utakuja kukutesa baadaye. Kwa hiyo ukiona hawa watu hawajitokezi, usijisikie vibaya. Jua tu kwamba pengine unaepushwa na matatizo yanayoambatana na watu kuja kukusaidia. Na jambo la mwisho ni kwamba kuna mafunzo katika hicho wanachokipitia. Yaani watu kuto kujitokeza, kukufuta machozi, kukubebea mizigo, kulia na wewe, kukupa faraja, kukusaidia, kuna mafunzo. Na moja mafunzo makubwa unayoyapata ni kuwajua watu. Kumbuka jambo hili, kuna watu wengi sana utawaona wema kwa sababu wewe haujaingia kwenye shida. Ndio, bado hujaingia kwenye shida. Siku ukiingia kwenye shida ndio utajua kama huyu mtu ni mwema au sio mwema. Kuna watu wewe leo nikikwambia, nitajie watu 3 au 5 ambao unahisi ukiwa na shida watakusaidia. Kuna majina utanitajia, lakini I can surprise you by experience. Kuna wakati utapitia matatizo, katika majina 5 wewe ulioandika, anaweza katokea mmoja au katika wote wasitokee, wakaja kusaidia watu wengine kabisa. Kwa matatizo au changamoto zinatusaidia kuwajua watu, zinatusaidia pia kwa grupu watu. Hakuna kitu hatari kwenye maisha ambacho tunakipitia kama vile kuwapa watu vipaumbele ambao wao hawajatupa vipaumbele. Na hii inatengeneza majuto na maumivu makubwa sana. Yaani wewe unajitoa sana kwao ukifikiria na kutarajia kwamba na wao wana moyo wa kujitoa kama kwao. Lakini kitakachotokea nini? Siku ukipata shida uwaone. Kwa unapopitia changamoto ambazo hakuna mtu wa kukusaidia, maana yake unaanza kuwajua watu. Unaanza kujua kumbe huyu ni mtu wangu tu wa kufurahia maisha. Kumbe ni mtu tu ananisapoti. Kumbe ni mtu tu ananijua, tunajuana, lakini sio mtu ambaye naweza nikamhesabu kwenye matatizo ninayopitia. Kuna maeneo ukipita utagundua kwamba ni kama vile bonde la uvuli wa mauti. Hakuna anayetaka kuambatana na wewe. Kuna aibu ukipata, hakuna mtu anakutaja, hakuna mtu anakuposti, hakuna mtu anakutafuta. Kila mmoja anajitenga na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ndio kipindi kinatujulisha sasa nani ni nani. Ukipita kipindi cha namna hii, kumbuka kuwa group watu katika maeneo yao, na make sure unaweka watu katika eneo linalohusika. Usichanganye madesa ukamweka mtu kwenye eneo la ukaribu na wewe, kumbe yuko karibu na wewe. Matatizo, shida, maumivu yanatusaidia kuwafahamu watu na kujifunza wao ni nani katika maisha yetu. Niambie wewe, katika matatizo uliyopita umejifunza nini kati ya hapo tumeyasema? Nitafurahi nikipata komenti yako pia. See you at the top.